A'udhu billahi samii alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudahu ila yaumiddin. Ama bado, leo tunazungumzia kuhusu hukumu ya muziki katika Qur'ani al-Karim, na tutakuwa na mada hizi zitafika sita. Ya mwanzo itakuwa hukumu ya muziki katika Qur'an, nyingine itakuwa hukumu ya muziki katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zitafuata nyingine. Muziki ni haramu kwa mujibu wa Qur'an al-Karim, kama Mwenyezi Mungu Jalla fi ula anavyosema katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wayattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashirhu bi'adhabin alim. Kuna baadhi ya watu wanaopendelea maneno ya upuuzi ili wapoteze watu katika njia ya Allah bila ilmu, na wanaifanyia dini ya Mwenyezi Mungu mzaha. Hao watapata adhabu yenye kufedhehesha. Wakisomewa aya zetu hugeuka nyuma kama kwamba hawajazisikia hivi, kama kwamba katika masikio yao mna vizuizi. Wabashirie juu ya adhabu yenye uchungu mkubwa, kama ilivyo katika Qur'ani sura ya 31 aya 6 mpaka 7, surati Luqman. Katika aya hii maoni ya maswahaba ridwanullah alayhim ajma'in ni kama ifuatavyo: akhbarana Atau bin Saidi an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiallahu anhu fi qawli azza wa jalla wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith qala alghinau. Amesema tafsiri ya lahwa alhadithi ni nyimbo, wa ashbahuhu, na mambo yanayofanana na nyimbo yakiwemo muziki na mengine. Amepokea hiyo sahihi al-isnadi. Imamu Albani amesema ni hadithi ambayo ni sahihi, lakini ni mauqufu. Mauqufu maana yake ni maneno ya sahaba. Ibn Abbas vile vile amesema katika kwamba kuna watu wanaopendelea maneno ya upuuzi. Kuna watu ambao wanapendelea maneno ya upuuzi ili wawapoteze wenzao katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi nyingine akasema kwamba maana ya neno lahu alhadithi ni muziki na kuimba, kama ilivyopokelewa na Imam Bukhari katika Adabu Mufrad hadithi 1265 katika babu al-ghinai. Albani amesema isnadi yake ni sahihi, isipokuwa haya ni maneno ya Ibn Abbas. Kwa hivyo Ibn Abbas ametafsiri hiyo hadithi kwamba ni ametafsiri Ibn Abbas kwamba lahwa alhadithi katika surati katika hadithi ya Mtume katika Qur'an al-Karim, neno lahwa alhadithi ni muziki na mambo yanayofanana na muziki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla fi ula katika aya hii amezungumzia kuhusu haramu wa muziki katika Qur'ani sura ya 31 ya 6 mpaka 7. Ibn Abbas amesema neno lahwa alhadithi ni muziki. Na Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu amesema kwamba lahwa alhadithi vile vile ni muziki, kama alivyopokea Imam Hakim katika juzuu ya pili ukurasa wa 411. Na Ikrima amesema neno lahwa alhadithi vile vile ni kuimba, kama alivyosema Imam Hakim. Na Ikrima ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Vile vile Ibn Umar radhiallahu anhu amesema kwamba neno lahwa alhadithi ni muziki na kuimba na mambo ya upuzi. Mujahid amesema kwamba tafsiri ya lahwa alhadithi ni ngoma na muziki. Hasan al-Basri amesema kwamba hii imeteremka kwa ajili ya ngoma na muziki. Na Ali ibn Ahmad al-Wahhadi katika tafsiri yake ya Qur'ani al-Wasit amesema watafsiri wengi wa Qur'ani wamesema makusudio ya neno lahwa alhadithi ni muziki, kama alivyosema walivyosema maswahaba. Kwa hivyo maoni ya maswahaba ridwanullah alayhim ajma'ina ni kwamba aya hii imekuja kukataza ngoma na muziki. Vile vile amesema Abu Abdullah Muhammad Ahmad al-Ansari al-Qurtubi katika tafsiri yake al-Jami'u al-Ahkam al-Quran, amesema kwamba maulama walio wengi wamesema kwamba neno lahwa alhadithi ni ngoma na muziki, na hiyo ndo kauli ya tabi'ina. Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi, na akawataja Ibn Abbasi, Ibn Umar, Said ibn Jubair, Ikrima, Maqhul na wengine.
Na Ibn Mas'ud ameapa mara 3 kwamba neno lahu alhadithi ni ngoma na muziki, kama ilivyo katika tafsiri al-Qurtubi juzuu ya 7 ukurasa 38. Na amesema vile vile Muhammad ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake Jami'ul Bayan fi ta'wil al-Qur'an al-Karim, amesema kwamba aya hii imekuja kukataza ngoma na muziki. Na vile vile Mujahidi naye amesema neno lahu alhadithi ni ala za muziki, kama ilivyo katika tafsiri Tabari. Na vile vile Abu Fidaa Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Quraishi al-Damashqi, huyu ni Ibn Kathir, anasema kwamba Ibn Abbas ametafsiri neno lahu alhadithi ni ala za muziki. Na amesema vile vile Saidi ibn Jubairi, Mujahidi, Makhul, Hasan al-Basri, wote wametafsiri kwamba ni muziki. Alafu Muhammad Ali Shaukani, Imam Shaukani anasema tafsiri bora ya neno lahu alhadithi ni muziki na nyimbo, katika Fathul Qadir juzuu ya 3 ukurasa 290. Imam Muhammad Ali Saabun katika tafsiri yake amesema kwamba lahu alhadithi ni muziki, kama ilivyo katika Safwatu Tafasir volume namba 2 ukurasa 168. Imamu Saadi katika tafsiri yake At-Taysir al-Karim ar-Rahman amesema neno lahu alhadithi ni muziki, kama ilivyo katika juzuu ya 6 ukurasa 150. Na Safiur Rahman Mubarak Furi, huyu ni mwanachuoni ambaye aliishi katika miaka hii, katika kitabu chake Misbahul Munir fi Tahdhib Ibn Kathir, neno lahu alhadithi amesema ni nyimbo na muziki. Kwa hivyo hiyo ni aya ya kwanza iliyokuja, na maulama walio wengi wamesema kwamba tafsiri ya neno lahu alhadithi ni ala za muziki, kama alivyosema pia Imam Ibn Qayyim al-Jawzi katika Ighathatul Lahfan. Hiyo ni aya ya kwanza. Na aya ya pili ni aya ya surati al-Isra'i au surati Bani Israil, sura aya 64. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, wastafziz man istata'ta minhum bisautika, wapoteze we shetani unaowataka kwa sauti yako. Shetani ana sauti. Sauti ya shetani imetafsiriwa na Imam Qurtubi kwamba ni ala za muziki na mambo ya batili. Amesema vile vile Imam Tabari kwamba wamehitilafiana watafsiri katika maksudio ya neno bisautika, na amesema Imam Tabari katika juzuu ya 8 ukurasa 108 kwamba maana ya neno sautika ni sauti za shetani zote zinazoita katika batili, ikiwemo mambo ya uongo, kusengenya, ugomvi na ngoma na muziki. Ibn Kathir vile vile amesema, Ibn Abbas amesema sauti ya muziki, sauti ya Ibilisi ni muziki na watu wanaoitwa katika batili. Imamu Jalaluddin Suyuti, Imamu Suyuti katika tafsiri yake Jalalain, ina tafsiri watu wengi wanayo, amesema sauti ya muziki ni kila mtu anaitwa katika upotevu, yakiwemo mambo ya muziki na ngoma ni katika mambo ya haramu. Imamu Baghawi katika Maalimu Tanzili anasema maana ya aya hii neno bisautika hapa maana yake ni sauti ya shetani inayoita watu katika maovu. Ibn Qayyim al-Jawzi ametunga kitabu kinaitwa Ighathatul Lahfan, amezungumza sana kuhusu masuala ya muziki, na amesema kwamba Mujahidi amesema sautika ni sauti ya shetani, ikiwemo ala za muziki. Na Ibn Sabun vile vile amesema katika neno bisautika maana yake ni maasi, yakiwemo muziki na ngoma, kama ilivyo katika Safwa Tafasir ya Ibn Sabun. Na amesema Imamu Safiur Rahman Mubarak Furi katika Misbahul Munir fi Tahdhib Ibn Kathir kwamba sauti ya Ibilisi katika surati al-Isra'i ni muhitaji anayewaita watu katika mambo ya maasi, ikiwemo nyimbo, muziki. Na hii ndo kauli ya Qatada, na hii kauli amechagua Ibn Jarir, na hii ni kauli iliyokuwa sahihi zaidi. Akasema tena vile vile kwa maulama wengi kwa hivyo wamesema sauti yani bisautika maana yake ni muziki. Aya tatu ya mwisho hii ambayo tutazungumza katika sehemu hii ni surati Najmi aya 59 mpaka 61. Mwenyezi Mungu asema, famin hadha alhadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Je, kusi Qur'ani mnacheka wala hamlii naposoma, na nyie samiduna mmeghafilika. Surati Najmi aya ya 59 mpaka ya 61. Kwa hivyo Imamu Qurtubi ametafsiri samiduna maana yake ni neno la Kihimri ambalo maana yake ni nyimbo.
katika tafsiri al-Qurtubi. Vile vile Samiduna imetafsiriwa na Ibn Abbas kwamba ni masuala ya nyimbo na muziki. Ametafsiri vile vile Imamu Baghawi katika Maalimu Tanzil kwamba neno Samiduna maana yake ni samuda na kutuimbia, na Ibn Kathir vile vile ametafsiri Samiduna ni kuimba na muziki, na Imamu Tabari ametafsiri hivyo hivyo. Kwa hivyo hizo ni aya tatu zilizokuja moja kwa moja kuharamisha suala la muziki na ngoma katika Uislamu, na imetafsiriwa na maulama walio wengi wakiwemo maswahaba ridwanullah alaihim ajmaina, kwamba aya hizo tatu zimekusudiwa kuhusu kukataza ngoma na muziki. Aya 59 mpaka 61 surati Najmi ilikuja ikazungumza wa antum samiduna. Hiyo ni aya ya kwanza, ilikuja kuzungumza kuhusu haramu wa ngoma na muziki. Vile vile aya nyingine ni katika sura 17 surati al-Isra au Bani Israil aya ya 64. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja sauti ya Ibilisi ambayo ni mambo ya upotezaji ikiwemo ngoma na muziki. Na aya ya mwisho ni aya ambayo tumeitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'ani al-Karim, kauli yake Allah Jalla fil Ula katika Qur'ani amesema, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudhilla bihi an sabilillahi bighairi ilmin wattakhidhaha huswa ulaika lahum adhabun muhin wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhum bi'adhabin alim. Hiyo ni ni Qur'ani al-Karim sura ya 31 aya 6 mpaka aya 7, ambazo hizo zimekuja kukataza kuhusu haramu wa muziki. Hizo ni aya tatu ambazo maulama kwa pamoja wamekubaliana, lakini vile vile kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja wazi kabisa kutaja uharamu wa ngoma na muziki katika Uislamu. Ngoma imetajwa kwa jina lake kabisa katika hadithi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usikose basi kusikiliza sehemu ya pili ambayo inazungumza kuhusu haramu wa ngoma na muziki katika Uislamu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.